Ni katika hizi nyumba unazoziona hapa, kila nyumba ina watu 18. Gea, mtu unakwenda chooni kama sasa hivi kipindi cha Ramadhani. Ushakula futari yako, tumbo lishakufurumu, lazima uende toilet. Unakwenda chooni, unagonga, mtu ananyamaza kimya. Unaingia mlangoni, msumali wenyewe kupiga pap, mlango umefunguka. Unapiga pap, unafungua na kuangalia. Usine unakuta hivi unavyo kuangalia. Kachuchuma. Wewe ukitaka kumwaga kwenye maungo na anashusha uso. Unaangaliana. Yaani ya maungo yaoni. Moja siku ulichakila ngobu. Yaani anacheza na uso wako kama kamera. Ukifika pap na pap. Ukitapata chini. Unasema kwa nishushe kwenye maungo basi tukatona ya namna hii. Moja siku unafanya namna hiyo, unafunga kikila. Usiniambie. Na kuna wababa wenye tabia zao. Ngoja kwanza nikuulize. Hapo unamkuta kachuchuma ukasimama? Kachuchuma. Kachuchuma. Kachuchuma kama vile yupo kwenye bustani anaangalia majani. Yale ukifunga kwe pap macho na yeye. Sasa kwa nini? Sasa jicho siku zote inapomwangalia mtu lazima limwangalie sehemu zake za siri. Ndio maana yake. Na kumbe anashika na hisia yako kwamba huyo akitoka kuniangalia usoni anaelekea kwenye maungo yangu asili. Basi kutokana ukishusha chini na anashusha chini mwangaliane. Kwa pale maungo yaangalie mwisho siku na unatoka. Akitoka naye mkavu za size ingia zamu yako. Usiniambie. Wala baba kuna mwangalia mnaye. Wa baba. Na anageuka nyuma na kuangalia mnaye mpaka anaingia chumbani kwake. Hivi kwa nini lakini wanafanya hivyo wa baba? Kwa sababu mimi najua katika kawaida Uswahilini kwenye vyuo vyetu vya Kiswahili ukisikia miguu mtu anakuja tu. Inabidi ufanye unaburuza ndoo, aidha unakohoa au unasema kabisa kuna mtu ana hasa mtu anafanya maza kimya ana maana gani? Huko mtu ataka hoi. Mtu ataka koe. Wale habuluzi ndo. Kimya. Yaani kwanza kuna kwa kama ile hali iko softi. Sasa unajua mna mtu ngongo paki sumali paki memlukia kwenye kichwa anafanya namna hiyo. Unamwangalia.